Bwana Yesu asifiwe tena mpendwa msikilizaji, nikukaribisha tena katika kipindi chako pendwa utajua kweli na hiyo kweli itakufungua. Tulikuwa katika mfululizo wa somo letu la majaribu na tulikuwa tunasimamia ule waraka wa kwanza wa Korintho mlango wa 10 mstari kuanzia ule wa 13. Pale anaposema kwamba jaribu alikuwapata ninyi isipokuwa lilo kawaida ya wanadamu, ila Mungu ni mwaminifu ambaye hata waacha mjaribiwe kupita mwezavyo. Lakini pamoja na lile jaribu anasema atafanya mlango wa kutokea ili muweze kustahimili. Sasa kuna baadhi ya vitu ambavyo natamani nikueleze siku ya leo kwa habari ya vitu gani uvifanye unapokuwa katikati ya jaribu. Jambo la kwanza ambalo unaweza ukalifanya unapokuwa katikati ya jaribu unalolipitia katikati ya maisha yako. Tunarudi kwa Paulo na Sila alipokuwa gerezani. Jambo la kwanza walilolifanya ni kumsifu Mungu. Unapozungumzia kwa habari ya kumsifu Mungu, alitamani kuonyesha kwamba Mungu ndio muweza wa mambo yote. Hakuna jambo ambalo linaweza likamshinda Mungu katika hali yoyote ile, katika namna yoyote ile. Hakuna jambo ambalo lilishawahi kumshinda Mungu. Tamani kumuonyesha kwamba Mungu ana uwezo kiasi gani katika kile unachokipitia. Ndio maana ya kumsifu Mungu. Maana ya kumsifu Mungu ni kuonyesha ukuu wake au kudhihirisha matendo yake anayofanya kwenye maisha yako. Ni kuonyesha namna gani ambavyo Mungu ana uwezo wa kushughulika na lile tatizo. Kumpa nafasi ya kwanza. Unapompa Mungu nafasi ya kwanza, jambo la kwanza litakalo tokea kwenye maisha yako au katikati ya lile jaribu unalolipitia, kwanza unalifanya lile jaribu linaonekana kuwa ni kitu kidogo sana. Yaani ni point ndogo sana ambayo haiwezi kumshinda Mungu uliye naye, aliyekuruhusu au aliyeruhusu wewe kupita katikati ya lile jaribu unalolipitia kwa wakati huu. Kwa hiyo hebu tamani kuonyesha kwamba lile jaribu ni punje ndogo sana katika kile ambacho Mungu amekiachilia ndani yako. Kuonyesha kwamba Mungu uliye naye ndani ni mkubwa kuliko lile jaribu unalolipitia. Kale kajaribu ni kitu kadogo sana. Okay, naomba nikupe mfano huu. Unapoumwa kichwa, je, kaparacetamol kadogo, kale kaparacetamol ambako unakapokea kwa daktari ni kadogo sana. Unaamini kwamba hichi kichwa kilivyo kikubwa hivi kinaweza kupunywa na kile kipunje kidogo cha paracetamol? No. Lakini imani yako ya kumwamini Mungu au kuamini kile kidonge kwamba hichi kidonge nikikimeza kinaweza kikaniponya kichwa, imani hiyo hebu ihamishe kwa Mungu. Juu ya tatizo unaloliona ni kubwa kama kichwa, na ukameza punje ndogo ya paracetamol, yani kipunje kidogo, yani ukaona kile kitu kinawezekana. Hakuna kinachoshindikana mbele za Mungu. Yani kuona kwamba Mungu lile tatizo kwake ni kama kiparacetamol kidogo sana ambacho kinaweza kikatibu ugonjwa uliokuwa nao au kikaondoa lile tatizo au lile jaribu lilokuwa nalo. Kwa hiyo ni muhimu sana utambue ya kwamba jaribu unalolipitia halina ukubwa sawa na Mungu uliye naye ndani. Sijui kama umenielewa mtu wa Mungu. Natamani unielewe kwamba kile unachokipitia, lile jaribu lililonalo kwenye maisha yako halina ukubwa wa kulingana na uwezo wa Mungu anaofanya kwenye maisha yako, kulingana na kile ambacho Mungu anakiachilia katikati ya maisha yako. Kwa hiyo jaribu lako lilivyo kwenye maisha yako ni kitu kidogo sana ambacho Mungu akikitazama anaona katika udogo sana, na anaangalia uwezo aliouweka ndani yako ni mkubwa kuliko lile jaribu unalolipitia. Kwa hiyo anajaribu kuangalia kwamba mbona mtoto wangu anateseka, mbona mtoto wangu ananyanyasika, mbona mtoto wangu yupo katika hali hii, anapitia katika wakati mgumu, wakati kajaribu alikonako ni kadogo, yani uwezo ulioko ndani yake ni mkubwa kuliko jaribu analolipitia. Kwa hiyo jaribu kwanza kuonyesha kwamba Mungu uliye naye ni mkubwa kuliko jaribu unalolipitia. Alafu jambo lingine la msingi ambacho unalotaka kulifanya ni kumsifu Mungu. Hebu msifu Mungu, mtukuze Mungu, muinue Mungu katika kile ambacho unakipitia. Muinue Mungu, muonyeshe kwamba Mungu ana uwezo, Mungu anaweza. Kuna wakati mwingine unaonyesha kwamba shetani ana uwezo mkubwa kuliko Mungu, kwamba shetani ameniweza. Kwa nini hakuweze? Wakati huo Mungu aliyekupa wewe uhai, aliyekuumba wewe, ana uwezo mkubwa kuliko jaribu unalolipitia. Kwa hiyo cha kwanza cha msingi, hebu mtukuze Mungu katikati ya lile unalolipitia. Alafu jambo lingine la msingi la kufanya, mdhihirishe Mungu katika kile unachokipitia. Mdhihirishe Mungu katikati ya kile unachokipitia. Jambo la pili ambalo ili uweze kushinda katikati ya jaribu, onyesha kwamba unaweza.
Kuonyesha kwamba unaweza ni kulionyesha lile tatizo kwamba hicho ni kitu kidogo sana. Unaweza tunatumia lugha nyepesi ya kusema don't panic. Usipanic katika kile unachokipitia. Usionyeshe kwamba jambo limekushtua sana, limeutikisa moyo wako. No. Ukionyesha kwamba hili jambo limeutikisa moyo wako, itakusababisha wewe kuonyesha kwamba lile jaribu limekuweza au limekushinda. Usionyeshe kushindwa katikati ya kile unachokipitia. Usionyeshe hali ya udhaifu ndani yako juu ya kile unachokipitia. Jua ya kwamba aliyeko ndani yako ni mkubwa kuliko lile jaribu unalolipitia. Ana uwezo mkubwa kuliko kile ambacho unakipitia. Kile ni jambo jepesi sana, ni jambo dogo sana kwenye maisha yako. Alafu pia jambo lingine ambalo ni la msingi sana, wekeza nguvu yako katika kumwomba Mungu na kumwamini Mungu. Wekeza nguvu yako kubwa sana katika kumwomba na kumwamini Mungu katika yale ambayo unayapitia. Yale unayoyapitia ukiwekeza muda wako mwingi. Daniel aliomba na akavuka katikati ya jaribu. Daniel alipita, japokuwa alipokuwa katikati ya tundu la simba, aliendelea kumwomba Mungu, aliendelea kumsifu Mungu, aliendelea kumtukuza Mungu. Paulo na Sila waliingizwa gerezani, wakaomba, wakaimba usiku na mchana mpaka milango ikafunguka. Kwa hiyo jaribu unalolipitia, wewe mtukuze Mungu katikati ya lile jaribu. Kwa kuomba, kwa kuimba, kwa kumsifu Mungu, Mungu anaweza kukuonekania. Mungu akubariki. Nikukaribisha tena katika kipindi chako pendwa, utaijua kweli na hiyo kweli itakufungua. Mungu akubariki.